Habari ya wakati huu na muda wewe unaendelea kunisikiliza na kunifuatilia. Kwa majina naitwa Jackson Andrew Daniel, lakini pia ni mwalimu wako na ni kiongozi katika maisha. Katika siku ya leo katika Ribbon Series tunapenda kumshukuru Mungu kwa kutupatia tena nafasi ya kuweza kuiona siku nyingine. Katika siku ya leo tutakuwa na mada nzuri tena, na mada bomba ambayo itakuwa imegusa mambo mazuri sana. Leo nitahama kabisa. Sitazungumzia masuala ya sifa za mke mwema. Nitazungumzia swala moja. Kichwa changu kinasema, akisema tuachane, usimlazimishe. Ndugu yangu, kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hatupendi kuusikia. Mapenzi hayaombwi. Mapenzi huchaguliwa. Na mpenzi pia haombwi. Mpenzi huchaguliwa. Na pale ambapo uchaguzi unaisha, kulazimisha huanza. Na mahali penye kulazimisha, upendo hufa. Mwandishi na mwanasaikolojia mmoja, Wayne Dyer, aliwahi kusema, "You cannot control what another person chooses to do. You can only control how you respond." Hii ndiyo hekima ya kwanza katika mahusiano. Huwezi kuutawala moyo wa mtu mwingine. Cha kufanya, unaweza kuutawala moyo wako na kuutunza. Kosa kubwa watu wengi ambao wamekuwa wanafanya wanapoambiwa tu tuachane. Mtu akisema naomba tuachane, badala ya kutulia, watu wengi huanza kupigana. Watu wengi huanza kupingana na uamuzi ambao umefanywa. Wataanza kupiga simu mara 100 kwa siku, kutuma jumbe mbalimbali usiku na mchana, kulia, kutishia kujiua, kumtumia marafiki kama sehemu ya kumshawishi ili aweze kuendelea kubaki, kumwahidi mambo ambayo haukuwahi kuyafanya wakati mlipokuwa kwenye mahusiano. Lakini jiulize, kama mtu anakubali kubaki kwa sababu amekuonea huruma, huo bado unaweza ukawa ni upendo? Hapana, huo ni mzigo. Na hakuna uhusiano unaodumu kwa huruma. Kwa saikolojia ya mapenzi, katika saikolojia ya mahusiano kuna jambo muhimu sana. Kadri unavyomlazimisha mtu arudi, ndivyo ambavyo unamuongezea hamu ya kutaka kuondoka. Kwa nini? Kwa sababu kila binadamu anahitaji msingi wa uhuru na kufanya maamuzi yake binafsi. Unapohisi anafungwa, akili yake inaanza kutafsiri katika namna ya kwamba yeye ni mtu ambaye siku zote amefungiwa ndani. Ndio maana upendo unaolazimishwa ugeuka kuwa uchovu. Hata pia katika maandiko ya Biblia, sehemu moja katika maandiko ya Biblia anasema ya kwamba upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hautafuti mambo yake wenyewe. Upendo wa kweli haujengi gereza, unajenga uhuru. Lakini pia hata Mungu pia ukisoma katika maandiko anasema kwamba, tazama nimesimama mlangoni nabisha hodi. Mungu mwenyewe habongoi mlango wa moyo wa mwanadamu, afungui, alazimishi kuingia. Anasema natazama nabisha hodi. Maana yake anasubiria wewe umruhusu. Anabisha hodi, anasubiri ufungue. Sisi ni nani hata tuweze kulazimisha pia mtu aweze kutupenda? Kama tu Mungu aliyetuumba anaacha nafasi ya sisi kumkubali au kumkataa. Wakati wa kupigana, lakini pia kuna wakati wa kuachia. Ndugu zangu, sikatai kwamba mahusiano yanahitaji kupiganiwa. Yanahitaji mawasiliano. Kweli yanahitaji msamaha. Yanahitaji uvumilivu. Lakini yapiganie kama yanaonekana yana uhai na kuendelea pia kuishi. Kuna tofauti kubwa. Kama bado kuna mawasiliano, heshima na utayari wa kurekebisha mambo, yapiganieni mahusiano. Lakini kama mmoja wapo kwa utulivu akiwa kwa hakiki kwamba yuko tayari kuondoka, mheshimu. Kwa sababu mahusiano yana mambo mawili: kupigania lakini pia na kuheshimu. Kwa sababu upendo usio na heshima si upendo. Usipoteze thamani yako. Watu wengi hupoteza utu wao baada ya kuachana. Wanakuwa wapelelezi, wanakuwa waombaji wa mabaya katika nafsi za wenzao. Wanakuwa ufuatiliaji wa kila hatua ya maisha ya yule aliyeondoka. Lakini kumbuka, thamani yako haipungui kwa sababu mtu mmoja hakukuona wa thamani. Dhahabu ikitupwa matopeni, bado waga inaendelea kuwa dhahabu. Swali la kujitathmini, jiulize kichwani kwako. Jitathmini kama mimi. Je, nampenda huyu mtu au nimezoea uwepo wake? Na je, ninapigania upendo au ninapigania hofu ya kubaki peke yangu? Je, nikimlazimisha abaki, atarudi kwa moyo au kwa huruma? Je, ninamruhusu mtu mwingine kuwa huru kwa ninavyotaka mimi niheshimiwe?
Majibu ya maswali haya yanaweza kubadilisha maisha yako. Wito wangu, kuanzia leo, ukiona kuna tatizo katika uhusiano, zungumza, sikiliza, omba msamaha pale unapokosea, rekebisha pale panapoonekana pana changamoto. Lakini baada ya juhudi za kweli, mazungumzo na heshima na uvumilivu, na moja kati ya hayo, na akisema tunaomba tuachane, usimlazimishe. Mwache aondoke kwa heshima, na wewe baki kwa heshima yako, kwa sababu mtu anayekusudiwa kuwa na mahusiano, anayokusudiwa kuwa naye kwenye mahusiano, hatabaki kwa sababu umemfunga, atabaki kwa sababu amechagua mwenyewe. Nitamalizia kwa maneno yafuatayo: linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana humo ndimo kulimo chemchemi ya uzima. Linda moyo wako, linda heshima yako, linda amani yako, kwa sababu mwisho wa yote, mapenzi ya kweli hayahitaji minyororo, yanahitaji mioyo miwili inayochagua kubaki pamoja. Asante kwa kunisikiliza. God did once again.